Oliviera sole na kwa mwaete. Usene oro da rusi. So nini? Asio first time tumekuwa na watu wa kora twice. Moja alikuwa huyo, na mwingine ndiye alipita. Ambia mwenzako unamjua hata chini, umjua. Hatu kunyenyekea. Because we don't want that spirit of God ndani ya nchi yetu. Kanisa sisi ndio tuko wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi mahali tulikuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasemaje? Mstari wa 12. Lakini nitakujia ndani yako. Mapema nzuri kama hivyo. Kuna watu wanajiita. Unajua kuna makanisa imejiita ni ndio matakatifu. Gari roho matakatifu na wale. Lakini nitakuachia ndani yako. Lakini nitakujia ndani yako Wapole, wanyenyekevu ambao wanatumaini jina la Bwana. Tumbe Bwana Yesu makofi. Kama kuna kanisa imepaki, haiko kwa siku, iko kwa matendo. Pia mwenzako kanisa yenye imepaki ni matendo. Amen. Ile moto ya moto vitako una tu yoma. Kanisa yenye imepaki ni matendo. Inaitwa the remnant. Ulishawahi sikia hiyo jina? Wale wanaitwa remnant, wale wanyenyekevu, wapole, wanaotafuta Mungu, wanaomwogopa Mungu. Hiyo ndio inaitwa remnant. Sikia verse 13 ikwambie vizuri. Hawa remnant wani kina nani? 13. Mabaki ya Israeli hayatafanya kosa. Wale wanajiita wamepaki, hata wachawi wako ndani. Hata waganga wako ndani. Illuminati wako ndani. Unajua kisi ndio naonanga shida kwamba sisi wachungaji ni uchawi. Illuminati ina shida. Kila makabila na kuanga nayo. Lakini uchawi hata usiseme. Alafu mnatuambia the remnant waliopaki wapi? Sasa mwenzako walipaki wapi? Tobugate bakakinya mefriji. Wapi? Ulipaki wapi? Inasema wale waliopaki hawatafanya makosa. Unajua unapotuambia I am the only remaining, inamaanisha very holy, which is impossible and unquote. Hiyo mwenzako impossible and unquote, sio kama inakuanga hiyo Kizungu. Uliza mwenzako hiyo Kizungu inakuanga because impossible peke yake haitoshi. And unquote. Sikia vile Kizungu inasema. They will never tell lies or no one to one another. Hawatadanganya watu. Lakini siku hizi tunatumia dini kudanganya watu. Tunasimama tukiambia watu hakuna mwanaume atapona. Ndio mwenzako uponyaji huko. Weka mkono hivi muulize unaona hii mkono? Unaona hii mkono? Mwambie nitakuwekelea na wewe utawekelea mgonjwa naye atapona. Mwenye anakudanganya hakuna uponyaji, aache kukanyaga sahani tunakulia. Tupe Bwana Yesu makofi mazuri. Leta kama soma yeye dini. Tulete mafundisho ya Biblia. Yesu aliambia wanafunzi wake ninaenda, nimewatuma. Enda katika mataifa. Wanaoamini ishara na miujiza kama hii zitawafuata. Kama uamini hiyo ishara hauna. Sikia vile maandiko yanasema. Mabaki ya Israeli hayatafanya kosa. Makosa wale waliopaki ni wale watu ambao watafanya makosa. Hawatasema uongo. Wow! Hawatasema uongo. They will not twist the Bible. Kama kuna kitu tunaogopa, twisting the Bible. Umeisha. Yes. Wala udanganyifu. Wala hawatadanganya wengine. Hautakuwa katika vinywa vyao. Wow! Hawatasikizwa wakidanganya watu. Watakula na kulala. Wao kazi yao ni kusema ukweli, wakule na walale salama. Wala hakuna yeyote atakayewaogopesha. Hakuna yeyote atakayewaogopesha. Those are the remnants. Sasa
Sasa wacha niulize, unaogopa uchawi? Unaogopa uganga? Haujafika kiwango cha remnants. Unajua hao ni wale wameokoka, nasema sio wale wa dini wanajiita remnants. Hawajui hata remnants ni nini. They don't know. The remnants, they don't fear. Omotao kunoka namba. Oba tevinga kendra okorobo watchman. Oba na kunyo. Kendra okorobo watchman. Naende imenya okwa manyana na yamse. Amate yebi tondo na makaburi ya uti ya ruwa nyomba yorege kwa moe. Oba tevinga siara naenda yana. Kama unjui maji yanamwaga usiku ni kila nani. Ni haya. Wanaenda kwa kaburi, wanatoa mchanga. Uliredi. Wanakuja wanaitengeneza, wanachanganyisha. Wakiosha kitu gani? Haujajua maneno wewe. Wanalete. Hiyo ndio wanakushtua na. Mungu tunasema Bwana Yesu. Mwaka huu na unayokuja, roho ya uoga ukaiondoe ndani ya maisha yangu, unifanye niwe mjasiri katika jina. That's the work they do. Hello, hiyo ndio kazi wanafanya. Ni nani hajawahi kukunywa hiyo maji ya maiti na osha? Nani hajawahi kuingia ndani ya tumbo yake? Kama ujui nyamaza. They come at night. Kama wangeresu huma kwa ite. Kesho ukikuja, unaipata iko sawa inameta tena. So you eat it such a way. Lazima uoshe na sabuni. So tunaishi kwa neema. Lakini hii andiko inasema tutakula vitu yenye sumu na haitawadhuru. That is what we are. Hiyo tumbo iko sumu proof. Sababu there is a way ambayo imetengenezwa. Tunafanywa vituko na watu hawataki kuingia katika kanisa ya roho ya kufunua maneno. Nitafuteni nami nitakuonyesha mambo makubwa yaliyojificha usiyoyafahamu. Tangu kae kwa dini siri gani umejua? Niambie. Nataka uniambie ile siri umegundua katika dini. Maana mambo ya uchawi hasta ukienda kwa dini ufundishe. Kesho out ni nje. Kama unajui Kiingereza utasikia ameanza mafundisho ambayo that's what the book of Isaiah 29 says. Nafikiri ni verse 13. Ya kwamba hawa watu watachagua wahubiri wao, watatafuta mafundisho yao, watawapeleka kwa shule yao. Ndio wakati mwingine wanashangaa. Kwa nini mimi mchungaji Samuel nilinganishwe na mchungaji wa kanisa hili? Kwa nini mimi nifananishwe na pastor? Kwa nini mimi nifananishwe na pastor wa SB? Why should we? Why? Hatuendi shule. Kwa nini ukuje leo kuniambia masomo yako ni ya maana sana? Maana nikikuita hapa leo siwezi mimi nifundishe. So masomo ni ya siwezi toka hapa, mwezi hawezi kuja hapa ombe. Mbona? So mafundisho ya shule yao. Nao mafundisho mazuri ni gani? Yote. Aha. 14 inasema, Yes. Imba binti Sayuni. Wewe binti wa Sayuni, nataka tukaweze kuelewana hivi. Awe mwanamume, awe mwanamke ambaye ameokoka, anaitwa binti. Acha nikuje vizuri. Wakati Yesu atarudi, yeye ndiye bwana harusi. Ukweli ama ni uongo? Yesu atakuwa ni mwanaume. Nasi tutakuwa ni nini? Mwanamke anaenda kuolewa anaitwa mwanamwali ama anaitwa bi harusi. Iwe mwanaume, uwe mwanamke, usalie karibu na wewe mwambie wewe ni bibi harusi. Hakuna wanaume in the kingdom. So ndio tunasema mwanaume ambaye ameokoka, wanaume wake kama haja chini, bado uko mbali na wokovu.
Wakati maisha kwa wanaume itakuwa magumu kuishi na mwanamke, inamaanisha hatuna qualities ya mwanamke ndani yetu, ambaye hata Yesu akikuja hata kuoa. So if a man anatakiwa kuwa na qualities ya mwanamke ndio aolewe na Yesu siku ya harusi ya mwisho. Wanaume ni rahisi kuishi na wanawake. Najua mtanipigia makofi. Najua mtanipigia makofi. Mpaka watu watevoga mbele ndio mkiona kwa ngeta. Usikivi nasema. Lakini hata ukugambirwa hakuna wai. Wanaume kamili hawaoi. Wanaume kamili hawaoi. Wanaume kamili hawaoi. Wale wanaume wametawala naye Yesu. Sasa maandiko yanasema, sikiza enyi binti Sayuni. Maana mtu ataniuliza na je, wanaume tuko wapi? Mungu hapo ndani. When God is speaking, anaongea na kanisa lake. Kanisa linakaa kama mwanamke. Yesu anakaa kama mwanaume. Yes. Pasa sauti, Pasa sauti. Israeli. Ewe Israeli. Furahi. Furahi sana na kushangilia kwa moyo wako wote. Binti za Yerusalemu. Wewe binti Yerusalemu. Yaani hapo hakuna wanaume mahali popote, mabinti peke yao. Sayuni ni mabinti, Yerusalemu ni mabinti. Mwambie wewe uko ndani. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Bwana Yesu, nipe wakati mwema wa kufurahia na kushangilia katika maisha yangu, katika jina. Sikiza vile maandiko yanasema. Yes. Bwana amekuondolea adhabu. Tumpe Bwana Yesu makofi mazuri. Wale walio katika nyumba ya Bwana kuna msamaha. Wale walio katika nyumba ya Bwana hawatahukumiwa vile wachawi na waganga walikuwa wamewahukumu. Hukumu yao iwe ni ya Mungu, iwe ni ya shetani, itaondolewa. Amina. Sikiza vile maandiko yanasema. Amewarudishia nyuma adui zako. Amewarudishia nyuma adui zako. Bwana mfalme wa Israeli, yes, yu pamoja nawe. Yu pamoja nawe. Kamwe hutaogopa tena. Hautaogopa tena madhara yoyote. Katika shida na matatizo yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maadui zako. Unajua kuna watu wanasema tunaomba mbaya. Wewe unataka tuombe namna gani kama maandiko inasema ya kwamba makosa yetu na uadui wetu na vita vyao tutaondolewa katikati yetu na wao watarejeshewa. Amen. Sasa unataka niombe aje? And will despise the armies of your enemy. Mwa mkono. Sema kila majeshi ambao ni maadui yangu, wanaonikimbiza, wanaonipiga vita, sema niondolee aibu, niondolee maafa, niondolee kushindwa, warejeshe na kukaribisha ukae pamoja nami katika jina la Yesu. On that day, the announcement to Jerusalem will be, cheer up Zion, don't be afraid. Nimekuja kutangaza vile matangazo itakuwa wakati huo, ya kwamba tangazo litakuwa ni hili: Jerusalem, furahia na usiogope. Amen. Kuna mambo yanaogopesha watu. Oh, nitapoteza ndoa. Oh, nitapoteza kazi. Nitapoteza huduma. Nitapoteza hiki. Utapoteza. Amen. Nani anakuambia utapoteza ndoa? We can speak one word. Mongolo, imani lazima sawa. No kwa nengane moyo ka. No moyo neno wete. We speak that one word. Amen. And our hearts will be healed. Mungu mwana Yesu makofi. We will be healed. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sikia vile maandiko yanasema. For the Lord your God is living among you. 17. Yes.
Bwana Mungu wako Bwana Mungu wako yu pamoja na. Listen to me. And read the word Bwana Mungu wako. Sio Mungu wetu. Uliza, ni Mungu gani uko naye? Unajua sija kuambia Mungu wetu. Bwana Mungu wako. Yu pamoja na. May the Lord, your God, be with you. Siku hii ya leo na kuendelea katika jina la Yesu. Amen. Kama kuna kitu kanisa itakosa ni kutokuwa na Mungu katika maisha yao. Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Yeye ni mwenye nguvu. Yeye is a mighty savior. Kuokoa. Hautahangaika. Hautaangamia. Is a mighty savior. Kama kuna kazi Mungu amejifundisha vizuri kupita kitu chochote, kupita mtu yeyote, ni kuokoa. Amen. Is a mighty savior. Unajua hii mighty inatumika vibaya. Wengine wamesema mighty prophet. Hiyo mimi najua sijaona hiyo. Hiyo jina ambia mwenzako waachana na. Wacha kutumia majina ya Mungu. Mungu hapendi. Ambia mtu vizuri, Mungu hapendi jina lake asirikishwe na mwingine. How can I be mighty? How can I be a mighty prophet? I'm asking you. How can I be a mighty servant of God? Kwani wengine ni nani? We are all the same. Nani alikuinua ukiwanga akakwambia yule mighty? Bisa mwenzako unajua jina mighty ni nini? Mwambie kuliko wote hata hawatainuka tena. Hili ni jina la milele. I'm telling the truth. Jesus is a mighty God. Yes. Hili jina wajana kulitumia. Ukisikia mtu analitumia, toroka. Is a mighty savior. Sikia vile maandiko yanasema. Atakufurahia kwa furaha kubwa. Yes. Atakutuliza kwa pendo lake. Yes. Atakufurahia kwa kuimba. Yes. 18. Yeah, endelea. 18. Endelea. Huzuni katika siku zilizoamuliwa. Yes. Sitaondolewa kwenu. Aha. Hizo ni mzigo na fedheha kwenu. Kuna aibu lazima. The disgrace must be removed. Wanaweza apewe siku. Kama uko unapata mtoto, utapata. I'm telling you the truth. Amen. Sio sikufichi. Kama uko unapona, utapona. Kama ulikuwa umepangiwa ukuliwe Christmas, imeisha. Hata tarehe moja hawatakupona. Hiyo aibu itaondolewa. Hata kama ukisafiri utafika. Hata kama waseme utapata ajali, nimesema hautapata. Because we have a mighty savior. Walisema watoto wako January hawataenda shule. I am here to declare and decree ya kwamba wataenda na hakuna kitu itawasimamisha. Kama ni huduma yako walijaribu kupiga na kuangusha, you are unstoppable. Amen. Sikia vile maandiko yanasema 19. Wakati huo Sio ya kwamba utashinda tu, nitawashughulikia wote waliokudhulumu. lakini unajua hiyo jina unaliogopa sana. Unataka tukushughulikie. Hiyo jina ukilisikia toroka. Unajua ni tofauti na kupigwa. Usaiambiwa ushughulikiwe. Shughulikiwa is serious than kupigana. Unajua kupigana, huyu anaweza kukupiga ngumi na mimi nimpige ngumi. Kushughulikiwa hauna sauti, kushughulikiwa hauna nguvu, kushughulikiwa hauna uwezo. Yaani mtu atakufanyia bila anataka. Hakuna mtu mpendwa hata mmoja atashughulikiwa na adui katika hii mwaka katika jina la Yesu. Amen.
Sasa vile maandiko inasema, nitawashughulikia. Kina nani hao? Wale wanaokufinya. Alafu naanza kuniambia pastor, unaomba vibaya. Weka mkono juu, sema Bwana Yesu, yeyote anayenifinyilia, anayeniweka chini, hayataki niendelee, sema katika maisha yangu, katika mwaka huu na miaka inayokuja, acha kumshughulikia wewe mwenyewe. Sikia vile maandiko inasema, wote waliokudhulumu nitaokoa vilema na kukusanya wale ambao wametawanywa. Yeyote ambaye hana uwezo, yeyote ambaye hana nguvu, yeyote ambaye ni mdhaifu, hautaniambia pastor, nimeshindwa kuomba. Uko na mwombezi na amesimama, mtafute, njoo kwake, mwambie nimeshindwa. Atashughulikia maisha yako. For those who are weak, atakupa nguvu. Kwa wale ambaye hamuna msaada, atawapa msaada, atawaleta pamoja. Wale ambao mlitoroshwa mkapiwa na mkaenda, atawarejesha. Naye anasema utukufu wake utarudi uwe kama ule wa zamani. Mahali mtakuwa mnadhihakiwa, mnapotezewa heshima, hatakubali. Najua nazungumza na mtu ambaye kwa hawana heshima, hataheshimiwa. Hii vita hawawezi. Soma. Fungua ishe. Mama, uko wazuri sana kutusaidia. Uko very nice. Najua neno haliwezi pita bila kufungua. It has to set somebody free. Haijalishi hata kama ni mmoja. That is the thing. Wewe utarudi nyumbani if you are not prepared. But for those who are prepared, inua mikono. Sema Bwana Yesu, aibu nimepata, sema imetosha. Kuanzia leo, aibu yenu haitakuwa sehemu yangu. Sema kila vita, sema kila kudharauliwa, sema kila kukataliwa, sema kila kufinyiliwa, sema kila matusi ya ufukara, ya kukosa, ya magonjwa, ya kutokuwa kiwango. Sema leo hii niinue mbele ya maadui yangu. God is preparing a table before your enemies. Bwana ataandaa meza. Sio kama ushawahi jua. Maandiko yanasema Zaburi 23 ya kwamba Bwana ataandaa meza mbele ya watesi wako. Ukunywe na ukule wakiangalia na wakitazama. Unajua sasa Bwana anajiuliza, kama Bwana anaandaa meza mbele ya watesi wako, ukule wakitazama, wakiangalia, ukikunywa, wao wako wapi? Hapo stop, that's the question. Zaburi ngapi? 23. Niambie, watesi wako watakuwa wapi ukikula, wakiangalia, wakitazama? Tell me now. Ndio kazi mnaijua. Nauliza swali moja. Maadui zako watakuwa wapi? Ambia mwenzako watakuwa chini ya hiyo meza unakulia. Mwambie usa mtu, mwambie watakuwa chini ya hiyo meza. Maana mtakaa meza moja na maadui yako, lakini utakula wakiangalia, wakitazama. Hamtakaa the same standard na wao. Wako chini ya meza. Yeah? Yeah? Wasipoti asiyetalia Yesu. Aibu uliomwekea kwa uso iishe. In Jesus name. Kwa mkono sema Bwana Yesu, watesi wangu walioniaibisha, kila aibu moja mpaka mwisho walionitumia kuondoa na maisha yangu, sema back to the sender in the mighty name of Jesus. Sikia vile mstari wa 5 unasema hiyo 23 verse 5.
Ni maiki uko nayo ama ni mfano wa maiki? Nasema yes. Waandaa meza mbele yangu. Bwana, waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta. Umenipaka mafuta. You have anointed me. Kichwani pangu. Kichwani pangu. Kikombe changu. Na kikombe changu kinafurika. Niliwafundisha juu ya kikombe. Namuuliza niliwafundisha juu ya kikombe. Wakati wachawi na waganga wanakutesa, mateso yako inawekwa ndani ya kikombe. Kama maadui zako wanaangalia kikombe ukikunywa na kukula, the same way Mungu analipisha kwa kuwapea maadui zako kikombe cha uchungu. Msalabani walimpa kikombe cha uchungu. Naye Bwana Yesu anasema, ikiwezekana muniondolee hiki kikombe cha uchungu. Sema Bwana Yesu, kila kikombe cha uchungu, wachawi na waganga na madhabahu ya giza ambayo imekuwa ikininywisha nayo tabu na matatizo nayo, shida na tabu juu ya maisha yangu, sema leo naimwaga. Sema leo hiyo kikombe ataitumia kuikunywa mwenyewe. In the mighty name of Naimwarwende. Naimwarwende. Umaete nani oranjona kwa nyande kishida. Yona rege. Banyano iwete mata ke tikuira ni lugeto ba tolete. Ngai ndu to kobeke kera ngeri yaito. Ngai to kobeka. Koboliga. Ngai to kobeke kera mi to kombe ngeri yaito. Ngai mota ke to beke. Ngai mota ke tu ke vende. Ngai mo ke rusete. You cannot understand this. This is more than spiritual. Bwana Yesu apewe sifa. Mateso yako inapimwa na kikombe. That night tutamwaga vikombe vya shida na magonjwa na kila kitu in our lives, tukienda katika kiwango kipya. Na hata tukicheza hatutakimwaga, tutarejeshea wenyewe watumie. Sikia vile maandiko inasema, people have mocked you and ashamed you, but this is not your portion. Mwaka ukiisha na mwaka ukianza. Sikia vile maandiko inasema, on that day nitawapa sifa na heshima katika kila nchi ambayo waliaibishwa. My Jesus, tumpe Bwana Yesu makofi. Kila maeneo ambayo walikuaibisha, katika kila nchi, kama ni ndoa walikuaibisha, leo tunaondoa hiyo aibu katika jina la Yesu. Kama ni kwa masomo ya watoto wako, tunaondoa hiyo ndoa katika jina la Yesu. Hata kama ni watoto wetu mahali waliolewa wanaibishwa na kupigwa vita, hiyo aibu tunaiondoa katika jina la Yesu. Wawe nyumbani, wawe mjini, wawe ng'ambo, wawe sehemu yoyote, hawatakuwa na aibu. Amen. Hiyo ni sehemu yetu. Nakumetekera waje. Lisa to me. Wata ite mache kabiri. Ay to ko kanya bao. Ay kita ko kanya bao. Ya. Ay kita ko kanya bao bao. Yani urumeme konjura bale raundi mpaka marosa. Amteni hivi. Wewe kana bale mpaka mata kule. This is what the Bible says. 20. Yes. Wakati huo Ingakie hiyo nitawakusanya na nakuwa kubare gosi. Ndio dawa. Tani kama rogi pamba ndio kama ni tipi. You don't know the Bible. Shida ya watu walio kanisani. No wita. Lakini Biblia mpaka ndio iko na yale kwa maana na kitu. Ingakie hiyo manene na basangiririe. Kama hiyo sawa sangiririe tiko. Usimburu kwa.
Nairobi. Tabua unepi bila na ile ya kuomba. Ikune kote. Wakati huo Ingakieyo. nitawakusanya, Nani alikubasangereria. wakati huo Ingakieyo. nitawaleta nyumbani. Na waleta kabairanire. Amen. Mukiokoboko tebo monene Yesu. Abana bane barageretiwe. Bagende isiko. Tibairana naende. Abana baitu baciete isiko. Abaciete ngumbu. Batwe biro monene. Bataragacaka. Ubugima buba mokongerete. Amarwaira abacandete. Tebo monene basangererie. Teba bagaka baitu basangererie. Teba bagina baitu basangererie. Abagaka baitu batana koirana. Omonene bahiranie. Teba twabarangeirie. 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 Teba mariogo babekeretwe. Expire. Teba erune chikake. Takonyara kubatanga naende. Bari batotangerete. Chinchira cyabo kibeke mikorogoto. Insemo yabo bayiraniriwe. Abana baitu bashimorwe. Enyumba yaitu bashimorwe. Abana baitu bagoke. Abana baitu bagake. Abana baitu banyome. Abana baitu basome. Abana baitu baibule. In the mighty name of we must silence the enemy. Amen. Because we have a mighty Savior. Alikuvute kanisa? No. Ukweli na Nyasaye. Ndege sasa. Nirudi Mulanga kama nimeendege sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. We need to know our portion. Hata kama wameenda miaka 20, tutawaita 30 days. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Wakati nilienda mahali kuhubiri, kana najieteka riski. Kuna kijana ambaye alikuwa amekataa, ameachia form 2. Huyo mama ni kiongozi wa kanisa. Mzee wake Romo Tanga ni kanisa. The church elder, mkubwa wa kanisa wa PFG. Kaniambia pastor, mwana ononde gaiga waangire sukuru tuarule paka ebiboko usinye kwa gende sukuru. Namwambia hii issue sio ya viboko. This is spiritual. Nikamuuliza yule mtoto wako hapa, akaniambia ndio pastor ako. Nikamwambia mwambie kuja. Nikeo. Nikauliza mtoto anataka kurudi shule. Akasema ndio. Miaka ngapi? Sio miaka 2. Amekaa nje. When he said nitarudi shule. Unajua nilikuwa nimeenda pale tarehe 20 ngapi? Tarehe 7 kuna wakati nilienda. Amen. So baada ya hiyo kuomba, yule mtoto ilibidi nikapata next time vile nilienda pale, nilipata yule mtoto amerudi shule. Amen. Nilipata yule mtoto amerudi shule and is prepared to go back to school. I'm here to tell you, Bwana atakukusanya, atawarejesha, atawalete na hakuna hata mmoja ambaye atakosa kwenda katika mahali pale, maana Mungu amekusudia kutenda. Wakati umeenda sana, tungeongea mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Akiamo zina yenyewe teva. Basi 11. Sitaki kwenda sana. Amekeire ki. Tumbe Bwana Yesu kwa mazuri. Unajua unapotaka hata ndio ya baba ni sawa. Unajua wewe unafikiria kama ni rahisi. Kwa sababu watu wakaji ndio ya baba na watu kama ni pesa. Vamos aí. Sikiza. Tusome haraka haya kwa nafasi tu hivi. Nilisema password. Bwana Yesu apewe sifa. Verse 11.
Wanaombe tu basi tu. Wasema hivi. Si usome. Wanaombe. Amen. Amosi 9. Amjui vile wachai wanacheka juu ya maisha. Verse 11. Uko wapi? Amos. Amos 9 Verse 11. verse 11. Listen what the Bible says. Katika siku ile Katika ile siku, time has come now. The church has to claim this moment. nitaisimamisha hema ya Daudi iliyoanguka. Nitaisimamisha hema ya Daudi iliyoanguka. Listen to me church. Kuna vitu nyingi sana vimeanguka katika maisha yako. Haujawahi kushughulika, si ndoa, si biashara, sio kazi ya mikono, sio uzao, sio ng'ombe zako, sio mashamba yako. Mambo mengi hata kama ni watoto yameanguka katika maisha yako. But haujawahi hata kushughulika. But the time has come. Hiyo mwenzako wakati umefika. Sikia vile maandiko inasema. The Lord will restore its honor. Nitakarabati mahali palipobomoka. Maisha yako inahitaji ukarabati. Listen to me. Unahitaji restoration in your life. Kama kuna vitu imeharibika, sio kupenda kwako. Wacha kupiga bwana wako vita. Your husband is not your enemy. Your wife is not your enemy. The enemy is somewhere hiding. Akiusababisha. The day unaona umeanza kupiga bwana wako vita, umekwisha. Because unarusha ngumi kwa giza. You don't know who is your enemy. Ya mtu vizuri. Mwambie wakati utaona umeanza kupiga bwana wako vita. Saudi ingawa ndio anasema ni kama mnapenda kupiga mabwana zenu vita sana. Nasema ambia mtu bwana wako sio adui yako. Geukia mwingine mwambie bibi yako sio adui yako. Your enemy is you. Almost such a while when we say in Eroja kuwanese back to the wife is also a food. Umukungu kuwanese in Eroja kuwanosha somo saje. They are also fools. One must realize that this is not my wife, but this is not my husband. It's a new spirit. Test every spirit. Ujue kama imetoka kwa Mungu ama kwa shetani. Sikia vile maandiko inasema. Kuna heshima itarudishwa. Wakati heshima inarudishwa, inamaanisha nini? Ndiyo. Kali mtu vizuri. Mwambie kitu cha kurudisha kile kilikuwa kimetolewa. Restoration ni kama nini? Restoration kuna kitu ulikuwa nayo. Wakaiba. Nao Mungu akiongea restore anamaanisha anarejesha. Hata kama hujui wacha irudi. Hata kuna watu wengine hawajui kama waliibiwa. Aro mokungu matare no kwa nani resa. Aliyoko nana. Iga uletu areneke. Ayo na otebanga kwa choka ndemera. Aliyako ndemera. Ile ndo kia rusiwa. Nayo anaye tomanya ndio na otenga wane kwa ndemera. Anaye tomanya. Am I speaking to the church? Sio kusoeana kwa ndoa. Kuna watu hawaja soeana mpaka wako. Listen what the Bible is saying. Na kujenga magofa upya. Naye ataanza kujenga magova upya. Na kuijenga kama ilivyokuwa awali. Nayo ataijenga kama ulikuwa na shine, you will start shining again. Kama you are the top, utaanza tena kuonekana ukipanda. Kama ulikuwa unaongelelewa kama mfano kwa kijiji, wataanza kukuongelea tena. That's what we are speaking. Sitaki kwenda sana, wacha nimalizie na Naum 2 verse 2. Naum 2 verse 2. Mambo yanazungumza waliharibu one full year. But God will restore even our day. Amen. Hata chukua muda mwingi. Anaweza kuchukua the shortest time ever in your life. Sikia vile maandiko inasema. Maandiko inasema, yes, Bwana atarudisha, Bwana atarejesha
fahari ya Yakobo, fahari ama heshima ya Yakobo, kama fahari ya Israeli, kama vile heshima ya Israeli. Ingawa waangamizi wameachwa ukiwa, kama waangamizi walitoa kila kitu wakiacha mahali kama iko wazi, na wameharibu mizabibu yao, na wameharibu the sources of your happiness, the sources of your money, the sources of your peace. Mizabibu ilikuwa ni ishara, wakati watu wanavuna walikuwa wanaketi na kufurahia mavuno yao. They were celebrating it. Now the celebration is no more. Unaweza enda nyumbani usome tu the book of Joel, uone vile inasema kwamba walikuja wakakula, hata ile iliyobaki ikakuja ikakuliwa na nzige pia ikaisha. Hawana kitu cha kusherekea. Mwaka huu ukiisha, kama hukuwa na kitu cha kusherekea, I am here speaking from the altar, ya kwamba kila aibu, kila ukuta waliopomoa katika maisha yako, hata kama walikupomoa, hata kama walikuharibu, hata kama walikusumbua mwaka mzima, it is not over until it is over. Bwana anataka aanze kufufua kila ambacho kilibaki, hata kama ni kidogo. Usidharau mwanzo mdogo, utakuwa kubwa. So long as uko na kitu ya kuendeleza, wakisha moto ikaanze tena, wacha inuke tena. Waliopomoa tutaanza kujenga upya, walioangusha tutasimamisha tena, waliodharau kitaanza kuheshimiwa, aibu walioleta itaondolewa, hiyo milango na madirisha waliofunga ya biashara, ya afya itarejea in the mighty name of Jesus. It must be restored. Sitaki kusema mengi because of time. Nataka nimalizie hapo. Sitaongea mambo mengi. Nataka niombee watu ambao wako na trust kama watu kwa inspiration. Kama wageni hawatakuwa on touch first. Kama hawatakuwa na wageni pia ambao wamekuja, kama wataombewa haina shida pia. Nitakuombea ili kuweka katika kundi moja, tuanze pamoja. We want to restore you. Hata tukuweke tukusanye katika sehemu moja. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Nataka mniletee huyu ambaye ako chini. Nataka mwende hiyo Naomi muisome. Kila mahali ukuta wote umepasuliwa, umevunjwa, umefungwa. Kila sehemu has been torn down. Mungu wa maisha yake katika jina la Yesu. Majilio mikono hapa. Nasema ufungue maisha yake katika jina la Yesu. Fungua kabisa. Wacha suluke tu. Wacha suluke. Fungua yote in the mind. Inua mikono hapo juu, sema Bwana Yesu. Fungua milango ya maisha yetu. Muonekanie. Tutetee. Milango yoyote iliyofungwa katika maisha yetu ikafunguliwe. Vifungo vyovyote, kila minyororo yoyote, sema ikatike. Hawa ni watu wako hapa kweli wanaongea. Sema ikatike. Ikatike. Wajana na huyu yake imeisha, shughulika na yako. Sema ikatike. Sema ikatike. Sema madhabahu yoyote niliyounganishwa nayo, sema madhabahu yoyote inayonena kinyume na maisha yangu, sema leo hii naiangusha, leo hii naiharibu, leo hii naipomoa, leo hii naiangusha. Sema ukuta wowote wa maisha yangu uliopomolewa na
naanza kujenga upya. Sema mawazo yangu yaliyokamatwa, sema macho yangu ya kiroho yaliyokamatwa, sema yafunguliwe. Sema afya yangu iliyoguswa katika maisha yangu ifunguliwe. Sema baraka yote ya maisha yangu iliyofungwa ikafunguliwe katika jina. Because in the kingdom we are not beggars. Wanaweza apewe sifa. Mimi sijui sadaka utaileta ile basi kwa. Wanaweza apewe sifa. Mwana yake ndio mko mimi. Yeo. Ndio mko mimi mwana yake. Unajua nataka niwakumbushe, sadaka tunaongea ni juu ya familia. Wanaweza apewe sifa. Ni juu ya shukrani ya maisha yako. Ni juu ya watoto wako. Ni juu ya kile Mungu amefanya nini? Amekutendea. Enjoy weko kwa Bwana. Chukua. Maji ndio yote na more. 1 2. Unajua sadaka ya shukrani si sadaka ya kupembeleza Mungu. Hivyo mimi Italia nyumba yao basi kwa maji. Nobo kimabwao. Kama unataka hata ukitaka 10. Unajua kila mtu anajua labda ya watoto na pia anataka ya ndoa. Me I don't know. Bwana Yesu apewe. Mwana Yesu abakwe. Mwana Yesu abakwe. Na wacha Mungu akufungulie milango. Bwana Mungu wangu ninakupenda. Bwana Mungu wangu umetenda mambo. Umetenda mambo. Bwana Mungu